Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo kichwa kinasema ya kwamba tunatenda makuu kwa sababu Mungu wetu ni mkuu. Na somo tunalipata kitabu cha Danieli 11 ile mstari wa 32. Bii yake nasema ya kwamba lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa hiyo cha kwanza, ili kutenda makuu kinahitaji ufahamu. Kwanza umjue Mungu. Anasema watu wamjuao Mungu wao. Ukishamjua Mungu anasema ya kwamba utakuwa hodari. Lakini ukishakuwa hodari ina maana unaimarika, unakuwa stable. Anasema lakini utatenda mambo makuu. Kwa hiyo ina maana tunatenda makuu kwa sababu Mungu wetu ni mkuu, lakini inaendana na ufahamu ambao tunao kwa huyu Mungu ambaye tunemtumikia. Na ndio maana Yesu alisema ya kwamba nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mara nyingi walokole tunaomba tu tukidhani ya kwamba Mungu ataishia hapo kutenda. Ufahamu au knowledge na maombi, kila kimoja kina nafasi yake. Yaani huwezi ukachukua maombi ikawa ni substitute ya knowledge, hapana. Maombi yana nafasi yake katika kutimiza jambo, lakini pia ufahamu ni jambo la msingi sana. Ina maana kama unafanya biashara, jitahidi kuijua hiyo biashara. Jitahidi kusoma vitabu vya biashara. Jitahidi kuuliza wale kwenye biashara. Au ni mtumishi, jitahidi kusoma vitabu vya watumishi wengine. Jitahidi kujua huo utumishi ukoje ili uweze kufanya mambo makuu. Jambo lolote ambalo unafanya, kuwa na knowledge na kile kitu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Kiingereza anasema kwamba kwa lack of knowledge. Kwa hiyo ina maana au ni kilimo, jitahidi kujua, kuulizia, kusoma, ujue kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo ina maana ukimjua Mungu au ni Mungu zaidi, Mungu namjuaje? Kwa kusoma neno lake, kulitafakari na kwa kufanya maombi. Kwa hiyo ina maana unavomjua Mungu ndio unaweza ukatenda mambo makuu. Na ndio maana Daudi wakati anakaribia kufariki, mausia ya mtoto wake Sulemani alimwambia kwamba mjue Mungu wa baba yako. Kwa hiyo ina maana akimjua Mungu ndio anaweza akawa hodari. Na utajua ya kwamba ili jambo alitekeleza. Ukiangalia Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 5 anasema ya kwamba nayo nyumba nitakayoijenga ni kubwa, kwa sababu Mungu wetu ndiye mkuu juu ya miungu yote. Kwa hiyo Sulemani hapa ni wakati anataka kujenga hekalu. Akasema ya kwamba nayo nyumba ninayoijenga ni kubwa. Akatoa sababu za kwa nini nyumba ni kubwa. Akasema ya kwamba kwa sababu Mungu wetu ni mkuu. Kwa hiyo utafungua kampuni kubwa kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu wako ni mkuu. Utakuwa na kazi nzuri kubwa kwa sababu Mungu wako ni mkuu. Utakuwa na ndoa yenye amani nzuri kwa sababu Mungu wako ni mkuu. Kwa hiyo jambo lolote ambalo unalifanya sio kwamba litakuwa ni likubwa kwa sababu Mungu unayemtumikia ni mkuu. Kwa hiyo kama Mungu ni mkuu, ina maana nimesema tutatenda mambo makuu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, usitafakari mambo madogo. Kwa sababu haufanyi vitu kutokana na kitu, unafanya vitu kutokana na ukuu wa Mungu wako aliye naye. Kwa hiyo kama Mungu wako ni mkubwa, aliziumba mbingu na nchi, naye amesema kwamba ukimjua yeye utakuwa hodari, utatenda mambo makuu. Kwa hiyo jambo lolote ambalo unalifanya lifikirie kwa ukubwa, lifikirie kwa upana. Kwa nini? Sababu uliona kwamba Mungu wako ni mkuu. Kama Mungu wako ni mkuu juu ya miungu yote, basi utatenda mambo makuu. Sababu ikiwa tu watu wengine waenda kwa waganga wa kienyeji, wanatoa makafara yao, lakini mwisho wa siku ili wafanikiwe kwenye biashara, wafanye mambo makubwa, ile ni miungu midogo. Lakini wewe una damu iliyo bora kuliko ya kuku, una damu iliyo bora ambayo ni ya Yesu kuliko ya mbuzi, hata kama kuliko ni ya mtu mwingine. Damu ya Yesu ni bora. Kwa hiyo tunapoitumia ile, tunategemea kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo na hilo jambo linaanza kwenye fikra zetu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Usitegemee kuwaza mambo madogo alafu utende makubwa. Hapana, waza makubwa, na sababu ya msingi unayo, kwa sababu Mungu wako ni mkuu. Na kama Mungu wako ni mkuu, utatenda makuu. Kwa hiyo nakuombea kwa leo katika jina la Yesu Kristo,
Pia unaweza ukasema, hata ukaniandikia ujumbe kwamba nitatenda makuu kwa kuwa Mungu wangu ni mkuu. Basi naomba Mungu akubariki katika kutenda kwako na ukafanikiwe hilo jambo. Hata kama biashara unayo ikawe kubwa, kwa kuwa Mungu wako ni mkubwa. Hata kama ni duka dogo likawe supermarket. Kama ni kampuni ndogo ikawe imara, ikawe kubwa. Ndoa yako ikaimarike, kila kitu kiimarike. Ukatende makuu kwa sababu Mungu wako ni mkuu, katika jina Yesu Kristo. Amen.